so that no one will perish by following the example of disobedience. For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joint and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of him to whom we must give account. Therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus the Son of God, let us hold firmly the faith we profess. For we do not have a high priest who is unable to feel sympathy for our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. Let us then approach the God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. May God bless his holy word. Amen. So, kwa wakati huu nataka kuita ambaye atakaribisha mchungaji wetu, na nitamwalika mchungaji wetu Reverend Moses akuja aalike mchungaji na aombe watoto na aombe sadaka. Kwa majina yangu naitwa Nelson, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Have a blessed week. Thank you. Watoto mko? Mko hapa? Na mko tayari kwenda darasani? Okay, watoto wote wasimame, na nitaomba pia walimu wao pia wasimame nao. Na tutafunga macho na tuombe. Oh, mnabaki. Oh. Vizuri sana, mimi naona tu nashindwa ni nini inaendelea. Okay. We thank God for such an opportunity to also minister with all of us as the Sunday school, both the teachers and the kids. That's going to be a very special one. So let's all just pray and thank God for that. Tuombe. Heavenly Father, we want to say thank you once again. We thank you for the joy in our hearts. We thank you that we have an opportunity to be ministered to, where so many people did not even make it to the church. There are so many who even desired to have the energy to get up out of beds and be at a place where your word is being spoken, and they had none of that. But for us, you've granted us that opportunity. Lord, we thank you. We thank you for our young kids joining us in our worship service today, particularly the preaching time. We thank you even for the teachers having such a golden opportunity to also be ministered to, like everybody else. Lord, we thank you for that. And we are praying that you are going to bless each and every one of us. Lord, we cannot forget to pray over the speaker of today. Lord, the oracles that we've already put in her heart, Lord, may she deliver that exactly like you wanted us to be able to hear. And Lord, for us who are listening, may we all be good listeners. Lord, at the same time, we also thank you for the opportunity that we had to also celebrate you as our God and our provider through our givings. Some have given directly through cash. Some of them have given even through the digital systems that we have in the church. Lord, may you bless each and every one of us. And as a church, Lord, even right now, everybody who is represented here, may you grant them your favor. That, Lord, they will see and they will not be able to lack something to come with even next time into your house. Lord, we pray that you bless each and every one of us. May you be with us all in the name of our Lord Jesus Christ, I pray. Amen. Amen. Tuketi. Na tunapoketi na omba deacon wetu, mimi namuita tu na full title, Dr. Mary Kangondo, karibu, na tupige makofi tusherekee. Amen. Amen.
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. I'm grateful this morning to share the word of God. Sometimes we love being shared too, not to share. Bwana asifiwe. I'd like to call upon Mr. Mungai. Karibu. Nashukuru kwa baraka za Mungu. He has been there together with us, and the whole of the week His love has been upon us, and we thank God for that. Tunamshukuru Mungu kwa sababu hiyo. Let us turn our Bibles where our deacon has read. Tugeukie vitabu vyetu mahali ambapo tumesomewa na Shemanzi. Mr. Kagondu is not together with us. He's in Kawaida. Kagondu Mr. ako kanisa la Kawaida. He left early in the morning. Aliondoka asubuhi. They have a service for men there. Ni kwa sababu wanao ibada ya wanaume mahali pale. In this book of Hebrew, mostly it is mentioned some places that it is written by Paul. But according to tradition, it's unknown. As we go to some of these places in the book of Hebrew, tunapofika katika sehemu zingine katika it is talking too much of salvation. Sana sana kinazungumzia wokovu. And what we are supposed to do. Na yale ambayo tunafaa kufanya. And the faith that we should have. Na ile imani ambayo inabidi tuwe nayo. And in this chapter, in chapter 4, katika sura hii ya 4, mostly when we look at it in some parts, mara nyingi tunapoitazama sehemu nyingine zake, it is talking to us on how to build up with the faith in our salvation. Sana sana kinazungumzia vile kujenga imani katika wokovu wetu. We have read like 6 verses. Tumesoma kana aya 6. But I will only deal with verse 12. Lakini nitategemea sana aya ya 12. Some Bible verses says that for the word of God is living. The others are saying quick. 12. Yes, for the word of God is living. Ya kwamba kwa sababu ya neno la Mungu li hai. Others alive, others na zingine zinasema li hai na zingine quick. Ya kwamba linasema ni lina haraka. Bwana asifiwe. Ama ni jepesi. When I was looking at these verses, and if we are very keen, nilipokuwa natazama aya hizi na ikiwa wewe uko makini, and if for sure we always look at our page, na ikiwa kila wakati huwa tunatazama hizi sura, whenever maybe the program is being put there, pengine mpangilio unapowekwa pale. I don't know whether you know this month is about what. Sijui kana kwamba unajua mwongozo wa mwezi huu ni upi. Do you know? Na ujua mwongozo wetu wa mwezi huu. Do you know? Kweli mnaujua. Which one? Mwongozo ni upi? Which one? Nato uko na Mwakenya kwa simu unaweza angalia. All scriptures are kila andiko ni hatujui. We don't know. They are forgotten. Just a single month na hata ijaenda. Goodness me. Amesahau. Hata siwakumbushi. But maybe you will remember it when we continue. I'm not going to remind you, and maybe you For the word of God is alive.
maana neno la Mungu li hai. Sometimes when I look at the word of God, Wakati mwingine ninapotazama neno or la maybe Mungu, when the others are looking at the word of God, ama wengine wanapotazama hilo neno la Mungu, we tend only to think it is just the written word. huwa tunaonelea tu ni hili neno ambalo limeandikwa katika Biblia. But it is the both incarnate and the inspired word. Lakini ni yale ambayo ni neno ambalo limeandikwa na yale mengine ambayo yamenenwa. It is both incarnate and inspired. Ni ya kwamba yote ni yale ambayo yameandikwa na yale ambayo It yamekusudiwa. is both Jesus and the word of God. Ni ya kwamba ni Yesu Kristo na neno la Mungu. Mostly when you look in the book of Genesis, Mara nyingi unapotazama kitabu cha Mwanzo, when God was creating the world, wakati Mungu alipokuwa anaumba dunia, he was speaking word. alikuwa anataja neno And he was saying, let there be, na alikuwa anasema na kuwe, let there be. na kuwe kitu fulani. And in all this, when you look at it, Na hayo yote or unapoyatazama, maybe when you are studying, ama pengine unapojifundisha neno, the first word in the book of Genesis, na kwamba neno la kwanza katika kitabu cha Mwanzo it is talking of Jesus Christ. lilikuwa linazungumzia Yesu So Kristo. he was there during the creation. Na kwa hivyo Yesu alikuweko wakati wa kuumba mbingu, And in dunia. this month, when we are looking at the word of God, Na mwezi huu tulipokuwa tunatazama hili neno la Mungu, using the word of God in our works that we do, hasa tukitumia neno la Mungu katika matendo tunayotenda, so it is showing us that we are supposed to go back to the word every now and then. na kwa hivyo linatuonyesha ya kwamba ni kila mara kurejelea katika neno la Mungu sasa na tena. Bwana asifiwe. When we go back to the word of God Tunaporejea tena katika neno la in Mungu, our day-to-day life, na ni katika maisha yetu ya kila siku, we will tend to live according to his pale will. litatuelekeza kuishi kama vile anavyokusudia. Bwana asifiwe. Sometimes when you are taught to quote the word of God, Wakati mwingine unapoulizwa kutaja neno la Mungu, maybe when the life is so tough, hasa wakati kuna mambo magumu, and you tend to quote the word of God in that particular time, na inabidi ya kwamba utumie neno la Mungu wakati kama huo, you wonder where to go. ya kwamba unashangaa kimbilio lako ni wapi. But in our day-to-day life, Lakini katika maisha yetu ya kila siku, in every situation, katika kila hali zote, the word of God speaks. ni ya kwamba neno la Mungu huwa linaongea. Bwana asifiwe. Amen. When the verse says, for the word of God is living, Ni wakati neno linasema ya kwamba neno la Mungu li hai, it is alive. ni ya kwamba lina uhai. It means it is in our conscience. In our conscience, it will talk to us. Maana yake ni kwamba katika nafsi zetu neno It will litatuzungumzia, have to talk to us. ya kwamba neno litazungumza katika nafsi In zetu, that particular situation that you are in, katika ile hali ya kwamba uko ndani yake, it tends to talk. ni ya kwamba neno linajaribu kuongea. Like for example, if you are in a situation where you are supposed to give thanks, Na pengine uko sehemu ambazo inabidi urudishe shukrani, the word speaks. ni ya kwamba neno hili huongea. Give thanks in every time. Linasema ya kwamba shukuru kila wakati. If it is alive, Ikiwa neno li hai, it talks to a sinner, huwa linamzungumzia mwenye dhambi, and he sees the sin in him. na pale anajikuta kuona dhambi zilizo ndani yake. It comforts us. Na pia hili neno hututuliza, Sometimes when you are so down, it will comfort you. hasa wakati ambapo uko chini unasononeka, neno litakufariji. It is always, sometimes it binds the broken heart. Na pia hili neno huwa linainua moyo uliovunjika. When you are so much down, the word of God is alive and it brings you back. Wakati uko chini sana na neno la Mungu li hai, huwa linakurejesha When tena. we say it is alive, Tunaposema ya kwamba neno la Mungu li in the hai, book of I think in 1 John, katika Yohana, kitabu cha Yohana wa kwanza, it is in John where it says, in the beginning there was one.
Na ni katika Yohana wakati anaposema mwanzoni neno lilikuwepo, and the Word was with God. nalo hilo neno lilikuwa na Mungu. When you go down even to verse 14, it says, and the Word became flesh. Na ukiteremka chini katika aya 14 neno linasema hilo neno likawa mwili. That is Jesus Christ. Huo mwili ni Yesu Kristo. Whenever he is talking to us through the Word of God, Anapotunenea kupitia neno la Mungu, he makes us remember, yes, this is what the Lord says. huwa anatuletea ukumbusho ya kwamba hivi ndivyo Bwana anasema. On Sunday, Na last Sunday, Jumapili ya juzi, we were talking together with the ladies, tulikuwa katika mazungumzo na akina mama, and I was reminding them of the tablets that Moses was told by God to build. na nilikuwa nawakumbusha zile sehemu vipande ambazo Musa aliulizwa kuzijenga, Not the previous tablets. na sio zile ambazo nilikuwa ni za zile amri 10 za Mungu, Not the tablets that he broke. na sio zile sehemu ambazo alivunja. It is the new tablets that God told him to build again. Ni ya kwamba ni kile ambacho alimuuliza akajenga tena. And the encouraging word was, God told Moses, Nalo neno la kutia moyo ni ya kwamba Mungu akamwambia Musa build the new tablets, ya kwamba jenga ile mbao tena, but I, God, will write. lakini mimi Mungu ndiye atakaye andika. I will write again. Mimi ndiye nitakaye andika tena. Bwana asifiwe. And sometimes our stories are so much filthy, Na wakati mwingine hadithi zetu zinakuwa ni mbaya sana, but God has a way of writing them again. lakini Mungu anayo uwezo wa kuziandika hadithi zetu Whenever we tena, present our hearts to him, he writes it again. hasa tunapomkabidhi roho zetu, yeye huandika mara ya pili, Because he is living. na ni kwa sababu Mungu yu hai. When we say the word of God is powerful, Tunaposema neno la Mungu lina nguvu, it means energetic. huwa tunamaanisha ya kwamba lina uwezo. Look at it, it convinces. Tazama vile inavyofariji, It convinces you. ya kwamba linakuhimiza. When the word of God says do not, it convinces you to not do it. Wakati neno la Mungu linapokuhimiza na kukuambia ya kwamba usifanye hivyo, It convinces a sinner na pia linamwelezea mwenye dhambi to know the sins that are in, ili aweze kuelewa dhambi zilizo ndani yake, and comes out again. ili aweze kutokea tena. It is powerful because it makes people that are blind to see. Na pia hilo neno lina nguvu kwa sababu linawafanya wasioweza kuona wakaweza kuona tena. It makes the sick to be healed. Na pia linafanya walio wagonjwa kupata uponyaji. It makes the dumb to speak. Na pia linawafanya wale ambao ni bubu kuweza kuongea. Bwana asifiwe. Amen. When we say it is powerful, tunaposema ya kwamba neno lina nguvu, how is it powerful in your life? na ni kwa njia gani neno lina nguvu katika maisha yako? How is the word of God powerful in your life? Neno lina nguvu kwa njia gani katika maisha yako? Sometimes when we are maybe down, na wakati mwingine tunapojikuta ya kwamba tuko chini, most of us sometimes we remember Jeremiah, na mara nyingi sisi hukumbuka Yeremia and say that we always quote, yes, the Lord has plans for me when I am so much down. na kila wakati huwa tunasema Mungu ana mpango wangu, hasa wakati tunapokuwa na shida na tuko chini. What about when you need him? Na je, wakati unapomhitaji yeye? Maybe in your day-to-day life, Na pengine ni katika maisha yako ya kila siku, maybe in your children, na pengine inahusu ni watoto wako, maybe in the society.
na pengine ni katika jamii unaoishi nazo. Like for example, can we quote a word of God in the Na je, in kwa the mfa- society that we are in right Na je, now? unaweza pengine ukataja neno katika jamii unaoishi ndani yake? Can we speak a word in our nation? Tunaweza tukataja neno kwa sababu ya taifa letu. Do you speak for Kenya? Wewe huwa unanena kwa sababu ya taifa Do hili you la Kenya. speak to Kenya, the word of God to Kenya? Huwa unawatajia wa Kenya neno la Mungu, Or we tend to think those that are there in those chairs will just be talked to God? ama pengine unasema wale ndio watazungumziwa na The Mungu. word of God is so powerful Na kwa hivyo neno la Mungu lina nguvu that you zaidi, can send it someplace ya kwamba hilo neno unaweza ukalituma sehemu and zingine, it will change everything. na hilo neno utakapokuwa umelituma litabadilisha kila kitu. Let's go to the word sharper. Na twende katika hilo neno ambalo tunasema lina makali. Bwana asifiwe. Amen. Look at it. It is sharper Ni ya kwamba hilo neno ni kali, lina ukali, than any. There is word any. ya kwamba lina ukali kuliko kitu chochote, Sharper than ya kwamba lina ukali kuliko any. wowote. When it could have been said sharper than two-edged, when it could have avoided any, it means any sword, another sword can be sharper. Ya kwamba ingemaanisha pengine kuna wezekano kuna kisu kingine ambacho kina ukali, But when it uses the word any, lakini linapotumia hili neno kuliko lolote, it means it's very sharp. inamaanisha ya kwamba neno la Mungu lina ukali sana, Two-edged sword. lina ukali kuliko upanga ulio wa kuwili. Wakikuyu wanaita nini? Jora. Wanaita nini? Jora. Both sides are sharp. Ni ya kwamba sehemu zote za panga lina ukali, Such that when you get him to cut, ya kwamba unapoutumia kukata, it cuts both sides. ni ya kwamba itakata kuwili. Look at the words that have been quoted in the book of Timothy. Tazama maneno yaliyoandikwa katika kitabu cha In Timotheo, the verses that we are moving on with them in this month. na ni zile aya ambazo zinatuongoza mwezi huu. And we always say all the words of God, all the scripture is given by inspiration, and it is good to correct and Na- to do what? To reproach. To do what again? Eh? The word of God, if it is sharper than any two-edged sword. Ya kwamba ikiwa neno lina ukali kuliko upanga ule ulio na ukali kuwili. Do you know sometimes when you go to the word of God and read, Unajua unapoelekea na kusoma neno la Mungu, and sometimes when you put yourself in it, na wakati mwingine utakapojiingiza katika neno la Mungu, sometimes you find yourself trying to look at your life. wakati mwingine unajikuta kutazama maisha yako, And you see, this is me. It is talking to me. na pale unajikuta ni ya kwamba hili neno ni kama And linakuzungumzia for wewe, sure you have never been like that. na kwa uhakika haujakuwa vile. Go back again and read. Inabidi urejelee tena na kusoma mara ya If the pili. word of God do not cut you, Ikiwa haukatwi na neno la Mungu, go back again. rejelea tena. Because sometimes when you are just reading it like a novel, Ni kwa sababu unaposoma tu Biblia kama ni kitabu cha it kawaida, will not help you. hautapata msaada wowote. There is a book that I always love Kuna kitabu ambacho kinanipendeza sana, that says when God doesn't make sense. ambacho kinasema wakati Mungu anapoonekana kutojali. And sometimes we look at it, I always look at it, does he really make sense in some places? Na wakati mwingine ninatazama na kujiuliza, kweli Mungu anaonekana ni wa umuhimu sehemu zingine? Like for example, there was this couple that didn't have children. Na kwa mfano kuna hii jamii ambayo hawakuwa na mtoto na They watoto, couldn't have one.
hawangeweza kupata hata For mmoja. around 20 years, then God blessed them. Lakini baada ya miaka 20 Mungu akawabariki. But then the child got sick. Lakini kwa bahati mbaya yule mtoto waliobarikiwa nawe akawa mgonjwa. And she had a leukemia. Na alikuwa na huo ugonjwa wa leukemia. And she was in and out of the hospital. Na pale ikabidi ya kwamba mara nyingi ni kuingia na kutoka hospitalini. And for about 3 years, Na kwa muda wa miaka 3 they were in and out of the hospital. safari yao ilikuwa ni hospitali kurudi na kurudi tena But for hospitali. exactly 3.5 years, Lakini kwa muda wa miaka 3.5 God took the child away. Mungu akamchukua yule mtoto. Does he make sense? Kweli pale Mungu anaonekana kana kwamba alikuwa na Does God really make sense? pale kweli Mungu alionekana kufanya vizuri. For 20 years they have been waiting. Miaka 20 wamekuwa na subira. For 3 years they have been in the hospital for the same blessing that they have been waiting. Na kwa miaka 3 wamekuwa ni hospitali na nyumbani kwa baraka ile ambayo walikuwa Then wamegoja. after that the child dies. Na baadaye mtoto akaaga. Is he making sense? Pale kweli Mungu anaonekana kuwa anafikiria mzuri. When you think maybe in a human way, Lakini ukitazama kwa mtazamo wa mwanadamu, sometimes it's better if he didn't give them. wakati mwingine inaonekana afadhali tu asingewapa mtoto. But he is God. Lakini yeye ni Mungu. He is powerful. Na ni Mungu ambaye ni Mungu mwenye nguvu. And when he gets in, Na Mungu anapopenya na kuingia he ndani, will cut both sides up and down. yeye atakata pande zote mbili, juu na chini. Without even asking you. Na ni bila hata kukuuliza wewe. And the very funny thing is that God created us Na jambo ambalo ni la kushangaza, Mungu ndiye aliyetuumba. in his own image. Na akatuumba kwa mfano wake In mwenyewe. his likeness. Na akatuumba kwa mfano wake. And you do not belong to yourself. Na kwa hivyo wewe sio mali yako mwenyewe. So whatever he does, Na he kwa is hivyo God. lolote afanyalo ni sawa. Bwana asifiwe. This word, it pierces. It pierces. Ni ya kwamba hili neno huchoma. Bwana asifiwe. It cuts. Hili neno hukata. Then it pierces. There is cutting and there is Kuna piercing. kukata na kuchoma. Kuna kudunga na kuna kukata. Bwana asifiwe. Sometimes when we are being pierced by the word of God, Wakati mwingine tunapokuwa tunadungwa na neno la Mungu, it tends to make us feel, no. We were not supposed to be told like that. wakati mwingine tunajikuta kuhisi haikufaa Bwana asifiwe. tufanywe hivyo. Is it not the same one that when you judge, the Bible says when you judge, Na Biblia inasema unapohukumu you'll be judged. pia wewe utahukumiwa. How many times do we judge? Ni mara ngapi sisi huhukumu? How many times do you judge even by looking? Ni mara ngapi sisi huwa tunatoa hukumu hata kupitia kutazama na macho? Maybe when you look at me, you tend to think I'm preaching about you. Na wakati mwingine unaponitazama na pale unanichukua ya kwamba You are ninakuhubiri. judging me. Ni ya kwamba unanihukumu mimi. Bwana asifiwe. Tunapendana? Are we still loving one another? Are we together? Kwa pamoja. When the word of God is piercing you, Wakati neno la Mungu linakuchoma, linakudunga, sit down and think. keti chini na ufikirie. Why is it piercing me? Ni kwa nini hili neno la nichoma? So sometimes when it is piercing, Na wakati mwingine linapokuwa linanipenya mimi, it tends to divide na pale linajikuta hilo neno linagawa. the soul Linagawa ile moyo and the spirit. na roho. Bwana asifiwe. Amen. It tends to divide soul Ni ya kwamba linatenganisha kati ya roho and the spirit. na kati ya moyo na roho. Soul is you.
ni ya kwamba moyo ni wewe, The soul is me, myself, ya and kwamba I. ni mimi mwenyewe, And the spirit, it is the divine connection that is in me. na ile roho ni kule kuunganishwa ambako So kuko ndani yangu. sometimes when the word of God is piercing, Na wakati mwingine neno la Mungu linapokuwa linanipenya, it divides both. linajikuta kutenganisha hizo mbili, It removes temper. na pale linaondoa hasira, It removes the proudness. na pia linaondoa kiburi, It brings in the obedience. na pale linaingiza ndani, baada ya kutoa linaingiza kuwa mtu mtiifu, And even the meekness. na pia linaingiza ile hali ya kuwa mtu mtulivu. That is the word of God. Hilo ni neno la Mungu. Whenever it gets you and brings you down, go down. Wakati neno limekukuta na linakusukuma chini, shuka chini. Go down and think twice. Shuka chini na ufikirie zaidi. When the word of God says that study to show yourself approved of him. Ya kwamba linapokuhimiza ya kwamba usome, That is in Timothy, 2 Timothy 3, I think 15. ni kitabu cha Timotheo. When it tells you Wakati neno linapokuambia, to study, linakuambia ya kwamba jifundishe to show neno, yourself being approved of him. ya kwamba ili liuonyeshe ya kwamba utatambuliwa naye, umetambulika It's na not yeye. only for the knowledge. Sio tu kwa sababu ya kuwa na ujuzi ama It is maarifa. for us. Sometimes today in the morning, Na asubuhi hii ya leo I had a privilege to change the channels in the TV. ya kwamba nilipata na nafasi ya kuweza kutazama stesheni mbalimbali katika runinga. And let me tell you, if there is something that can make you kichwa iende mpaka ifike mwisho, it's those preachers. Ni ya kwamba kama kuna jambo ambalo linaweza likakusumbua, ni hao wahubiri ambao wako katika stesheni If you mbalimbali. do not know the word of God, Ikiwa kwa uhakika wewe hauelewi neno la Mungu, and you haujui, move from this channel, this one, the other one, the other one, na utembee katika stesheni hii na stesheni ya pili na ya tatu, let me tell you, you break down. nikwambie utalia. Bwana asifiwe. And sometimes I had a person, a friend of mine. Na kuna wakati nilikuwa na rafiki yangu, She was entering in any lunch hour in ya Nairobi. kwamba yeye kule mji wa Nairobi alikuwa anahusika katika mahubiri yote ya saa Akitoka za job mchana. anaingia lunch hour in any church. Eh. And I remember one day she got into one of the lunch hours. Na kumbuka siku moja akaingia moja katika And mahubiri I ya think saa saba. it was a time of planting a seed. Na ilikuwa ni wakati wa mahubiri ya kupanda mbegu. And she's has a good job that pays her very well. Na kweli ameajiriwa kazi ambapo anapata mshahara. And she was telling me that the preacher was so convincing. Na akaniambia ya kwamba yule mhubiri wa siku hiyo alikuwa mtu ambaye anakuelezea vizuri, That she decided to plant 1 million. ambapo aliyefanya uamuzi wa kupanda mbegu ya milioni 1. And so when she came out, Na kwa hivyo alipotoka katika yale and mahubiri, remember 1 million, some zingine ni za kukopa. na don't forget that you have a million, itabidi. So when we were talking, she was telling me now it's after 3 months and nothing happened. Na ilikuwa ni baada ya miezi mitatu tu, na kuna jambo ambalo lilikuwa limetendeka. And the people that she borrowed from, Na wale watu ambao walimkopesha zile pesa milioni 1, they were coming to her neck when she was waiting for the plant to grow. walikuwa wamemkimbiza akigojea You mbegu continue imee. planting. Continue planting. Endeleeni kupanda mbegu. Sometimes zingine hata hazitamea. And some of those seeds will never germinate. Bwana asifiwe. But if she was rooted, Lakini kama angekuwa ni mtu ambaye amesimama vizuri, she could have judged that. angeweza
kumhukumu huyo. with the word of God. What does the word of God say about this? Akiuliza neno linasema aje kuhusu huyu. Ukiambiwa uende na kahandi kachifu, hata haulizi, unakimbia sana, kwanza unanunua kwa duka. We are asked to carry a handkerchief. Ili upeleke, ifanye So nini? that Iombewe. Wengine hata tunapewa mafuta tunaweka kwa mlango. Some of us are given oil so We do that not even judge. We don't want even to judge with the word of God. na hakuna hukumu tunayoitoa kupitia neno la Mungu. We always say the man of God said. Huwa tu tunasema kama imesemwa na mtu wa Mungu ni sawa. The man of God said, I go with this kachupa niwekewe mafuta. Yeah. Kuku zangu zitakuwa nyingi. And my cheeks. My husband will be like this. Let me tell you, Niwaambie, you find yourself in the forest itself utajikuta msituni ndani. because you did not judge Ni kwa by sababu the word of ni God. kwa sababu haukuhukumu kupitia neno la Mungu. Bwana asifiwe. Amen. When it says it is sharper and when it is says it pierces and divides between the spirit and the soul. Na tunaposema ya kwamba hili neno huwa linachoma na kutenganisha mafuta na nyama, That's when you will know there is the difference between the ignorance and the knowledge. pale ndipo utakapokuta kuelewa kuna tofauti kati ya maarifa na kutojari. Bwana asifiwe. Amen. That is the time that you will know whether this person is truly preaching the word of God. or Pale not. ndipo utakapojua kwa uhakika huyu kweli anahubiri neno la Mungu. Bwana asifiwe. Amen. I was looking at the word of God when it says it divides joints and the marrow. Nilikuwa natazama neno la Mungu linaposema ya kwamba hutenganisha mafuta na mwili. Do you see it? Are Unaiona? we together? The joints and the what is Ya the kwamba marrow? viungo na mafuta. What is the marrow? Mafuta ni nini? What is the joint? Je, viungo ni nini na mafuta ni nini? Bwana asifiwe. Sometimes it is dividing the where the joints, sometimes where it is getting to, it connects like different bones, like 2 or 3 Wakati or mwingine even 4. pengine ni mahali ambapo viungo vya mifupa vimeunganishwa 2 ama 3. And when it is dividing between the joints and the marrow, in a divide between even the red blood cells and the joints themselves. Ya kwamba linapokuwa linatenganisha kati ya viungo pamoja na mafuta, That is the word of God that it is dividing, it makes it out. ni ya kwamba ni neno la Mungu ndilo linavyoondoa. Bwana asifiwe. It makes those joints out. Ya kwamba hizo viungo zinawekwa kando. If the word of God can do that, Ikiwa neno la Mungu linaweza kufanya hivyo, Bwana asifiwe. amen. If the word of God can really do that, Ikiwa kwa uhakika neno la Mungu linaweza fanya hivyo, what else can it not do in your life? ni nini hilo ambalo haliwezekani na neno katika maisha yako? Bwana asifiwe. Amen. It divides those thoughts that are coming in out. Ya kwamba kutenganisha zile ambazo zinaingia na zingine kutoka. Those thoughts that you are thinking when you are looking at me. Ya kwamba